Leo naenda kuongea msalaba na upatanisho. Msalaba hupatanisha watu. So kazi ya msalaba ilikuwa ni kulete upatanisho. Sema amen. Mkono mmoja sema Bwana Yesu nisaidie. Bwana Yesu nisaidie. Fungua ufahamu wangu. Fungua ufahamu wangu. Niweze kuelewa. Niweze kuelewa Neno lako. Neno lako. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Tulisoma Matthew 27 na tukasoma kuhusu mahali ambapo 51 baada ya Yesu kufa, maandiko yanasema pasia la hekalu ikapasuka vipande viwili. Maandiko yanasema ya kwamba miamba ikapasuka. Mambo ya tatu nasema na makaburi yakafunguka ama yakafunuka. Biblia inasema ya kwamba na miili ya watakatifu wengi ikaonekana Yerusalemu. Na baadaye Biblia inasema ya kwamba wakaingia katika mji mtakatifu. Bwana Yesu apewe sifa. Na maandiko yanasema ya kwamba wakakaa huko. Basi mstari wake wa 54 tuanzie hapo. Basi yule akida na hao waliokuwa pamoja naye wakimlinda Yesu walipoliona tetemeko la nchi na mambo yaliyofanyika, wakaogopa sana, wakisema, hakika huyu alikuwa mwana wa Mungu. Palikuwa na wanawake wengi pale wakitazama kwa mbali. Hao ndio waliomfuata Yesu toka Galilaya na kumtumikia. Miongoni mwao walikuwamo Mariamu Magdalene na Mariamu mama yao Yakobo na Yusufu na mama yao wana wa Zebedayo. Amen. Kwa hivyo Biblia inasema wakati Yesu alipokuwa pale msalabani, maandiko yanasema ya kwamba na kulikuwa na wamama waliokuwa wakimhudumia Yesu. Biblia inasema ya kwamba walikuwa wakimwangalia kutoka mbali. Biblia inasema ya kwamba namba 1 ya kwamba hawa wamama walikuwa wakimtumikia. Kwa hivyo huduma bila watu kutumika ama kutumika katika huduma, hiyo huduma sio huduma. Jambo la kwanza kile kitakufanya uweze kurithi ufalme wa mbinguni ni kutumika. Na acha niseme hivi, kuna vitabu ambavyo viko mbinguni. Biblia inasema ya kwamba utakapofika huko vitabu vitafunguliwa. Jambo la kwanza, kitabu cha wokovu. Kitabu cha wokovu kitafunguliwa. Kama uliokoka, jina lako likaandikwa, then wakati utakapofika mbinguni, kitabu cha wokovu kitafunguliwa, na majina yote ambayo yatakuwa yameandikwa, then hayo majina watu hao wataitwa. Jambo la pili, kuna kitabu cha matendo. Sasa unapookoka una qualify kuingia mbinguni. Then number 2, kitabu cha wokovu ama kitabu cha matendo kinakupatia kitu kinaitwa uzima wa milele. Na watu wengi majina yao yatakuwa yameandikwa, lakini hawatapata uzima wa milele, maana matendo yao hayaambatani na wokovu. Kwa hivyo ni jambo moja kuokoka,
ni jambo lingine kutenda, kukua kama mwokovu. Maana watu wengi wameokoka, lakini matendo yao kwa wokovu ni mbaya. Hawatendi sawasawa na matendo ya Ukristo. So Biblia inasema ya kwamba kwa sababu kuna hizo vitabu ambavyo vitafunguliwa, kuna kitabu cha matendo. Matendo yako yanaandikwa kila siku. Yesu akasema mimi ni nuru ya ulimwengu. So wakati unakaa katika nuru, matendo ya nuru lazima ionekane. Yesu akasema mimi ndio ukweli. Kwa hivyo anataka kuongea ukweli kila siku. Kila siku matendo yako yanaandikwa. Sasa mwenzako haifanyi mwambie, unaweza kuwa umeandikwa katika kitabu cha kuokoka, lakini cha uzima wa milele hakuna. So unakuwa umeokoka, lakini matendo yako, moyo wako vile ulivyo. Tutakuja kusoma very soon tukirudi mambo ya eschatology, utasikia kama kuna vitabu kadhaa ambazo ziko mbinguni. Hizo vitabu ndizo ambazo zitafunguliwa, na baada ya hapo kila mtu atahukumiwa kulingana na matendo yake. That's why Biblia inasema ya kwamba heri wafu wafao katika Bwana, asema Roho, maana wanapumzika. Namba 2 anasema hivi, matendo yao yatawafuata. Sasa naweza kumwambia utafuatwa mpaka heaven. Jamani vizuri, maana kama unamuogopa. Utafuatwa mpaka matendo yako. Sijasikia? Matendo yako. Kuokoka umeokoka au hujaokoka? Matendo. Kama una matendo then wokovu ni kazi ya bure. Maana wokovu inakuqualify tu ya kwamba jina lako limeandikwa. Matendo yako ndio yanalete sasa ule wokovu. Bila matendo hakuna wokovu. Bila matendo hakuna qualification za wewe kuingia katika uzima wa milele. Kwa hivyo chunga sana matendo yako. Sababu kuna watu wanafanyaga matendo mazuri na hawajaokoka. Matendo mazuri sana na hawajaokoka. Guess what? Hata hao hawataingia. Kwa nini? Maana wameacha wokovu. Hawako kwa kitabu ambacho wataitwa ndio matendo yao mazuri yaingizwe. Hapana. So unaweza kuwa umeokoka na wewe matendo yako tena ni mbaya. Kwa hivyo utaitwa, lakini matendo tena yanakudisqualify. So kwa nini watu wengi hawataki kutumikia Mungu? Maana watu wengi hawajatoa kutoka ndani ya mioyo yao, si weupe kutoka ndani ya mioyo yao kwa kutumika katika kazi ya Mungu. So unaona kwamba kazi ya Mungu, badala ya kazi ya Mungu iwe na watu wengi wa kutumika, by the way inakuwa na watu wengi wa kuipiga. Bwana Yesu apewe sifa. Sasa kile unahitaji ni kuwa mtu ambaye unatumika katika nyumba ya Mungu, unatumika na kutumika ndiyo njia peke yake ambayo inaweza kusaidia. Yesu, Biblia inasema Yesu alikuwa na mama kadha wa kadha walikuwa wamesimama pembeni, walikuwa huko mbalimbali wakiangalia akina nani? Wale ambao walikuwa wakimtumikia. Mtu ambaye haujatumikia hauwezi pata portion yoyote kutoka kwake. Mtu ambaye unatumikia ndio ule mtu ambaye utapata impartation. Hakuna kupokea anointing yenye niko nayo bila wewe kutumika katika madhabahu ambayo ninafanya kazi. So wakati unapotaka anointing inaletwa na kutumika. Unaomba, unafunga, unatumika. Unaomba, unafunga, unatumika. At the end of the day utakuwa umegawa sehemu ya roho ya ule mtu ambaye unatumika chini yake. Hawa walikuwa wanatumika. Kwa hivyo akina Petro na akina Yohana hawakuwa kwa hii picha ya kwamba Yesu anakufa na Yesu anasulubiwa, lakini wanafunzi wake ambao walitembea na yeye wakiona miujiza, Yesu akiponya watu, hawako kwa hiyo picha. Lakini wamama kadhaa walikuwa kwa picha wakati Yesu alipokuwa pale msalabani. Amen. Bwana asifiwe. Amen.